Kuna vitu vidogo ukivifanya wewe unaona ni kidogo, lakini ni kikubwa mno mno. Hakikisha unaanza na dua. Burudisha kwa jamii yako, hebu wape jamii yako, kwa sababu hiyo jamii ndio inasababisha hata hizi riziki tunazipata. Niite Auntie Ezekiel, lakini wengi wamezoea kuniita Mama Murua, na niko hapa kwa ajili ya kipindi chetu pendwa kabisa kinachokwenda kwa jina la Maisha na Murua. Nikisema Maisha na Murua, wewe mwenye binafsi tu ndani ya moyo wako sema mwanga ni wako. Usisahau kuona kipindi chetu kila siku ya Ijumaa ndani ya YouTube yetu Maisha na Murua, bila kusahau kusubscribe, lakini ukiacha comment nitafurahi zaidi, tuchati mimi na wewe. Yes, na mada yetu ya leo ni kurudisha kwa jamii. Tukiongelea kuhusu kurudisha kwa jamii, sijajua wewe unaichukuliaje, lakini kwa upande wangu ninachokiona mimi ni kitu kizuri sana tunapokumbuka kurudisha kwa jamii. Mfano mdogo tu nitaenda kukutolea ambayo mimi huwa napitia au mimi huwa nafanya ili kuona kabisa au kuweza kurudisha kwa jamii ambayo mimi inanisapoti, au ukiacha hivyo inaniangalia kama msanii, kama kioo cha jamii. Kwa muda mfupi ambao umepita nimekuwa nikijisahau kwenye kurudisha kwa jamii ambayo imenizunguka, lakini ni kitu ambacho sometimes mtu hufanyi makusudi. Ni kitu ambacho unapitiwa au unaona kwamba maisha yanaenda sawa bila kukumbuka wale ambao kuna muda hawapati kama sisi au hawafanikiwi kama sisi. Basi unajisikia uko sawa, lakini unakuwa hauko sawa. Na hivi karibuni nilikumbuka kurudisha kwa jamii, kitu ambacho miaka ya nyuma nilikuwa nikikifanya sana, ila hapa katikati nikawa nimestop. Basi bwana, ilikuwa ni birthday yangu, nikasema this time sina chochote ambacho nitaweza kufanya zaidi ya kurudisha kwa jamii na kwenda kufurahi na watu wawili watatu ambao naamini kabisa ni watu ambao wakikaa wakasema labda asante Mungu, labda wakasema alhamdulillah, yani wakashukuru kwa namna moja ama nyingine, basi naamini ile dua hata mimi na familia yangu tunaipata, kwa sababu tumekuwa ndio watu ambao umesababisha kwenda kupata ile, yule mtu kwenda kushukuru kwa kile ambacho umempatia. Ilikuwa ni siku ya tarehe 27, siku ambayo nimezaliwa. Nikasema leo acha niende kwenye naweza kusema kituo ambacho kinasaidia watoto waliokuwa hawana makazi au watoto walioachwa na marehemu, labda yatima nimaanisha. So tukatoka mimi na familia yangu tukaenda mpaka kwenye hicho kituo. Ni kituo ambacho huwa nakifahamu kwa muda mrefu tu, na miaka ya nyuma sana, let's say kama miaka 7-8 iliyopita, ilikuwa ni kitu ambacho nakifanya mara kwa mara, yani naenda kwenye hicho kituo mara kwa mara, lakini nikawa imepita hiyo miaka bila kwenda kabisa. Kwa hiyo juzi nilivyofikiria hivyo nikasema acha niende hiyo siku ya birthday. Nikaenda mpaka pale, kweli tulifika, tukala, tukakaa, tukapiga story, nikakuta watoto wapya kiasi kwamba wale ambao nilikuwa nikiwaona zamani walikuwa tayari wameshakuwa na kuondoka. Basi tukaenjoy. Baada ya hapo nikatoa nilichokuwa nacho. Unaambiwa ukitoa huku usiseme, lakini mimi nakuja kusema hapa kwa sababu natamani hata wewe ambaye uko hapo unaniangalia, ukifika time ukafanikiwa, hebu rudisha kwa jamii yako, hebu wape jamii yako, kwa sababu hiyo jamii ndio inasababisha hata hizi riziki tunazipata. Kwa hiyo nikiwa kama kioo cha jamii nakuja hapa kuthibitisha haya ili wewe upate moyo wa kwenda kufanya, na sio na kuja hapa kuthibitisha haya ili kujigamba au kujionyesha kwamba ninacho au kujionyesha kwamba naweza kufanya hivi. Hapana, na kuonyesha tu wewe ambaye hujafanya bado, basi unaweza kuinuka na ukafanya na ukaona manufaa ya kurudisha kwa jamii. Basi bwana, tuliingia kwenye kile kituo tukafanya vitu tulivyovifanya. Baada ya hapo tukapata muda mchache wa kuongea na yule mama ambaye yuko pale. Ni mama ambaye namfahamu muda mrefu, amekaa na watoto kwa muda kuanzia kijana, yani mimi naenda pale mimi ni binti na yeye ni mama tu. Leo nimemkuta ameshakuwa mtu mzima maskini. Cha ajabu ni kwamba katika maongezi yetu yote kuanzia nafika
hajaongea chochote zaidi ya karibuni nini, katushughulikia pale, tumekaa tumekula na watoto, tumetoa sadaka. Mwisho katika maongezi yake, kumbe bwana ananikumbuka, akaniambia, pamoja na yote umekuwa ni mtu ambaye hutusahau, umekuwa na sisi kila siku, umekuwa kutusaidia kuanzia watoto miaka hiyo, wengine wameshaolewa, wamekuwa na waume zao, lakini wakikaa wanakumbuka kwamba kuna siku Aunt Ezekiel alikuwa anakuja kutufanyia hivi na hivi na hivi, wakija hapa wanakuzungumzia vizuri. Kwa hiyo nikaongea naye, nikasikia raha, nikasema kumbe unaweza ukafanya kitu kidogo ukaona ni kitu kidogo na ukaondoka, lakini huku nyuma ukawa umeweka alama kwenye mioyo ya watu, ukawa umeweka alama kwenye maisha ya mtu fulani bila wewe mwenyewe kujigundua kwamba umefanya kitu kikubwa kwa kiasi hicho. Kwa sababu kwa kipindi ambacho mimi nilikuwa nikifanya hivyo, haikuwa ni kitu ambacho nakichukulia kikubwa, nilikuwa nachukulia tu ni kitu ambacho naenda natoa, nikipata, wenyewe tunaita fungu la 10, unatoa fungu lako la 10 kidogo, umetoa na huku basi unaenda, lakini kumbe wenyewe wamekiweka kwenye memory sana sana. Jamani, hicho kituo kiko Magomeni, nyuma ya Shea haya pale. Ukiuliza tu, nitakiandika hapo chini, ukiuliza unaweza kwenda na wewe ukatoa sadaka yako, iwe nguo wanapokea, vyakula, sijui, yani chochote kile ambacho unahisi ni sadaka, basi unaweza kutoa na ikapokelewa vizuri na wenyewe wakarudisha dua nzuri kabisa kwako. Sijui tunaelewana? Natamani ujue tu sababu ya kuja kuelezea kitu hapa, bado naelezea, bado nasisitiza kwamba si kujigamba, ila kuonyesha jinsi gani unaweza kumsaidia mtu ambaye wewe bila kugundua kwamba umetoa msaada mkubwa kwake, lakini yule mtu akirudisha dua kwako, basi jua ya kwako yanaenda kufunguka zaidi na zaidi. Nitaenda kutolea mfano mwingine ambao nimekuwa nikiuishi na nikiwa naishi ndani ya maisha hayo kwa muda mrefu sana. Mimi binafsi, uko nyuma, kama kawaida yetu, muda wa story za nyuma kidogo, mimi binafsi ili kuingia kwenye sanaa, kuna mtu ambaye alinishika mkono. Sikuwa tu, yani sikuamka tu asubuhi nikasema mimi naenda kuigiza, hapana. Kipindi hicho ndo nakuwa msichana, niko msichana fulani mrembo mzuri. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Erika, kipindi hicho yeye alikuwa anaitwa Sia kwenye group moja inaitwa Shirikisho. Hiyo ilikuwa ni group ya sanaa, ukisikia Kaole, sijui Shirikisho, sijui ndio hizo group za sanaa zilikuwepo kipindi hicho. Yule ndugu yangu bwana alikuwa anafanya hiyo kwenye Shirikisho. Akawa akiamka yeye anajiandaa, anaenda zake mazoezini, akitoka ananiambia twende, mimi naambia mimi hayo mambo siyawezi kabisa. Ananiambia twende, mimi akawa ananing'ang'aniza kiasi kwamba ananiambia basi nisindikize, utakaa pembeni. Kweli nikawa namsindikiza, nakaa pembeni, anaigiza, anamaliza, tunaondoka zetu. Wale walimu wake wakawa wakiniona na wenyewe wanavutiwa na mimi, kwa sababu nadhani waliniona nafaa kuigiza, sio kwa sababu unajua kuigiza, labda kwa sababu ya muonekano wangu wherever, lakini wakawa wanang'ang'ania, tunaomba uigize, tunaomba uigize. Nikajikuta paka naanza kuingia mle. Kumbe hiyo ndio ilikuwa safari yangu ya maisha. Sijui unanielewa? Sababu mimi na wewe leo tunaongea kwa sababu mimi ni Aunt Ezekiel. Nikija hapa nikikuelezea kidogo, unaweza kunielewa, ukanisikiliza, ukafuata angalau yale ninayokushauri. Kwa hiyo kumbuka, hata nikiongea hapa, nikitaka kuanza tu kuikumbuka safari yangu ya maisha, lazima nimkumbuke huyo mtu anaitwa nani? Erika, kwa sababu she the one amesababisha mimi safari yangu ianze na mpaka hapa nilipo leo. Kwa hiyo naendelea kusisitiza, weka alama kwa kila mtu ambaye unahisi anauhitaji, ili ile alama yako iwe kubwa kwa mtu ambaye umemsaidia. Sijui unanielewa? Nitaenda kukupa ushuhuda mwingine ambao unasababisha hata mtu uwe na riziki, lakini unajiuliza hivi inatoka wapi? Napataje? Mimi binafsi napenda sana dua. Sana. Kiasi kwamba hata siku ya birthday yangu, kabla ya chochote, kabla sijaenda kwa watoto, nilifanya dua dogo pale nyumbani. Ila ile dua ndogo huwezi kuamini, baadaye inakuwa kubwa sana kwenye maisha yangu. Kivipi? Mimi bwana, siku hiyo niliita watu, wakaja, wakala, tulikunywa chai asubuhi, by the way, tukanywa chai, wakanisomea dua, tukatoa sadaka, tukamaliza, tukaondoka. Vilikuwa ni vitu vidogo vidogo tu, lakini kitu ambacho nilikitumia hiyo siku ambayo nilikuwa nafanya hivyo vitu, ilikuwa ni pesa ambayo nilisema acha tu niiweke family life, hata kama sina hela, lakini acha niweke ili nipate dua ambavyo kesho na kesho kutwa mimi naamini
ndio vitu ambavyo vinatuweka kwenye nguvu haswa. Fanya kila kitu, lakini dua ndio kitu cha kwanza. Kama ni Mkristo, amka usali. Kama ni Muislamu, hakikisha unapata dua kabla ya kutoka kwenda kwenye kazi yako, kabla ya kufunga kazi yako, iwe biashara, iwe sijui ni saluni, iwe wherever, yani chochote kile ambacho unaenda kukianza, hakikisha unaanza na dua. Basi siku yangu ya kuzaliwa nikaanza zangu na dua asubuhi mpaka ile jioni, kutoa sadaka na kila kitu kumalizika. Nisikufiche, baada ya hapo, kama baada ya siku 2 hivi, nilipata dili ambayo ilikuja ikakava ile kitu yote ambayo nimekitumia. Sijui unanielewa? Yani from nowhere, sio dili ambayo nilikuwa nimeipanga, sio dili ambayo ni watu tu alikuja, kuna matangazo natakiwa kufanya na hivi na hivi, na nikataja price, na hiyo price haiku diskasiwa, yani ikaenda tu pap dili ikaja mezani, sign, na maisha yakaanza. Kwa hiyo naweza kukuambia kwamba kuna vitu vidogo ukivifanya wewe unaona ni kidogo, lakini ni kikubwa mno. Na pia hapo ukumbuke, kuna time unaweza ukapata riziki. Hizi riziki zetu ambazo unazipata ukasema nimepata hili dili, sasa hii milioni 20 inabidi nikaiweke matofali pale, nikajenge, sijui nikafanya nini. Lakini kumbe kwenye hiyo milioni 20 yako kuna milioni 10 si ya kwako. Imepita tu ili kuwafikia wale walengwa. Walengwa wenyewe wanakuwa gani, wakina nani? Basi ndo unakuta mtoto wa shangazi kapiga, halo, mwenzio huko alikuwa aende shule lakini hajaenda, umetuma 600,000. Halo, ilikuwa hivi na hivi lakini haikuwa, umetuma milioni. Ukitoka hapo ukachukua na 500,000 yako, ukaenda ukatoa sadaka, ukatoka hapo. Kwa hiyo ile milioni 10 imekwenda. Usiseme sielewi hata imeendaje, haikuwa yako. Yani imepita ili iende kwa wale wenye uhitaji ambao wewe umekuwa kama daraja la wao kuvuka. Kwa hiyo mwisho wa siku kumbuka, wale ambao wamekuwa ukiwapitisha na kwenda kufanikiwa kwenye yao, kila wanaposema alhamdulillah, kila wanaposema asante Mungu, basi jua mnagawana sawa kwa sawa, dua zote zinarudi kwako. Hakikisha unarudisha kwa jamii, kwa sababu hicho unachokipata kimesababishwa na dua za wengi. Mimi huwa nasema ili kuniingia mimi inahitaji ufanye kazi sana, kwa sababu dua ninaojisalia ni ndogo kuliko zile ninazoswaliwa. Kwa hiyo ile uniingie, kazi yako natakiwa iwe ya maana haswa. Sijui unanielewa? Maisha na Murua tuko hapa kwa ajili ya kukueleza tu na kukushirikisha jinsi gani unaweza kuishi na jamii yetu na kurudisha kwa jamii yetu, na ukaonekana kabisa kwamba huyu mtu jamani kweli anania kurudisha, sio kujionyesha, hapana, ukaonekana kabisa yule pale anafanya kile, au wale wengine wakishukuru tu na ukafanikiwa. Tuishi maisha na Murua, tuko hapa kwa ajili yako. Mwanga ni wako.